Amina. Asante Mungu Baba, kwa jina la Kristo Mwokozi, tunaposhiriki na lako tukiomba kwamba uzidi kuokoa, kukomboa na kuponya na kubariki na kuinua. Tubariki, bariki jamii, bariki biashara zao, bariki Kenya nzima kwa amani na upendo mmoja. Fadhili zako ziwe na watu wako, kwa jina la Kristo tunaamini. Amen. Naomba katika siku ya leo tazame katika Ufunuo wa Yohana, pia katika mlango huu wa kwanza kuanzia aya hiyo ya 9. Na haya ni mambo ambayo Bwana alisema yaandikwe kitabuni, mambo ambayo yamepita, yamo na yale yatakayokuja. Maandiko yanasema, Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza kuanzia 9 yasema, mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nilikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Nilikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, hayo uyaonayo uyaandike katika kitabu, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: kanisa la Efeso, katika kanisa la Smyrna, kanisa la Pergamo, la Thyatira, Sardi, kanisa la Philadelphia na la tamati kanisa la Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu kifuani. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuri, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, naye aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa, tazama ni hai hata milele na milele, nami ninavyo vifunguo vya uzima na mauti. Basi uyaandike mambo hayo uyaonayo, nayo yaliyopo na yale yatakayokuja baada ya hayo. Siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Bwana Mungu apewe sifa sana. Hapa tunaona kwamba ni Yohana ambaye alikuwa mmoja wapo wa wale mitume 12 wa Yesu Kristo, ameandika maneno haya. Akaambiwa ya kwamba andika mambo ambayo unayoyaona sasa hivi, na yale yaliyo ulioyaona, yani yaliyopita, na yale yaliyopo sasa, na yale yatakayokuja baada ya sasa. Bwana Mungu apewe sifa sana. Na huyu Yohana alikuwa amewekwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Kiini cha kuwekwa katika island of Patmos ni kwa ajili wale Wayahudi, makuhani, wazee wa Yahudi walijaribu kukomesha Injili ya kwamba hawa mitume wasizidi kuhubiri, lakini tunaona kwamba walitesa mitume wengi. Na huyu Yohana, maandiko yanasema alikuwa amechemushwa katika nyungu ya mafuta, lakini hakufa, akakataa kufa kwa nguvu na uwezo wa Mungu, bali wakamtupa pale katika kisiwa cha Patmos, in the island of Patmos, ili ya kwamba wajaribu kukomesha asieneze Injili. Lakini akiwa pale, maandiko yanasema ya kwamba Kristo akamjilia, na kwa hakika akapelekewa malaika amjulishe mambo ambayo yatakayokuja. Bwana Mungu apewe sifa sana, sababu the testimony of Jesus is the spirit of prophecy, ndivyo maandiko ya Mungu yanavyosema. Na akiwa hapo katika kisiwa cha Patmo, anasema ya kwamba yeye ni mmoja wetu, muumini wa Kristo, katika kushiriki pamoja nasi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo. Anasema alishiriki mateso ya Kristo sababu aliteswa kwa ajili ya Injili pamoja na wale mitume wengine. Tunaona kwamba hata huyu mfalme Herode ambaye alijaribu kutesa kanisa la Kristo,
maandiko ya Mungu yanasema kwamba kwanza akamkamata yule Yakobo mtume wa Yesu, akamuua kwa upanga huyu Herode mfalme katili. Na maandiko yanasema kwamba huyu mfalme Herode alipoona ukatili huo wake umefurahisha wengi wa Yahudi, basi akaendelea akamkamata yule mtume Petro na kumweka korokoroni katika sikukuu hiyo ya Pasaka, akinuia kwamba amweke mbele ya watu kotini ili kwamba amwangamize kama vile alivyomwangamiza huyo mtume Yakobo. Na tunaposoma katika Matendo ya Mitume mlango wa 12, maandiko yanasema kwamba huyu Petro mtume wa Yesu alipokamatwa na Herode akawekwa chini ya ulinzi mkubwa wa askari ambao kwa awamu 4, askari 4 mara 4, hao ni askari 16 wakienda kwa shift. Na maandiko yanasema usiku ule ili ya kwamba kesho yake Herode mfalme amweke Petro katika hukumu angamizo. Maandiko yanasema malaika akaingia huko korokoroni na kamtoa korokoroni. Basi mitume wengi walipitia mateso mengi sana, na anasema huyu Yohana ni mmoja wetu waumini wa Kristo katika kushiriki pamoja nasi katika mateso na ufalme na subira ya Kristo, sababu Kristo pia analeta ufalme wake, na pia yeye anasubira sababu alivumilia mateso mengi kwa Wayahudi, makuhani, Mafarisayo, Masadukayo, wazee wa Yahudi. Kristo alileta subiri nyingi, na sasa tunasubiri pia kurudi kwake. Mungu wetu asifiwe sana. Na anasema alikuwa amewekwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu, na pia kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Alikuwa na hayo mawili. Neno la Mungu lilikuwa ndani yake, Yohana mtume wa Kristo, na alikuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. And because the testimony of Jesus is the spirit of prophecy, akapiwa ujumbe huu wa unabii wa Yesu Kristo. Haleluya. Na maandiko yanasema alikuwa katika roho wa Mungu mtakatifu katika siku ya Bwana, akapelekwa awali fast forward, na akaoneshwa mambo mengi, na akasikia sauti ya baragumu ikinena nyuma yake. Maandiko yanasema kwamba alipotazama sauti hiyo inanena nyuma yake kama ya baragumu, basi akaona vinara 7 vya dhahabu vya taa. Bwana Mungu apewe sifa sana. Hapa tunaona kwamba Kristo hata alipokuwa humu duniani alisema enyi ni nuru ya ulimwengu, na alisema pia yeye ni nuru ya ulimwengu. Tunapotazama katika Injili ya Yohana mtakatifu mlango wa 9, maandiko yanasema kwamba alisema mimi ni nuru ya ulimwengu, na wakati kuna nuru basi itazidi nitekeleze kazi ambayo nilitumwa na yule aliyenituma, ndiye Mungu Mwenyezi, the ancient of days. Bwana Mungu apewe sifa sana. Akasema kwetu ya kwamba wakati wa nuru ni wa kutenda kazi, giza ingia wakati ambapo mtu hawezi kutenda kazi. Basi maandiko yanasema akaona vinara 7 vya dhahabu, na basi akasikia sauti hiyo ni kana kwamba ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika kitabu, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7, katika kanisa la Efeso, la Smyrna, kanisa la Pergamo, la Thyatira, kanisa la Sardi, la Philadelphia na kanisa la Tamati la Laodikia. Na maandiko yanasema alipogeuka aione sauti hiyo, kwa hakika akaona vinara 7 vya taa vya dhahabu. Maandiko yanasema ya kwamba katikati ya vile vinara 7 akaona mfano wa mwanadamu, na sio mwingine, aliona mwana wa Adamu Kristo baina ya vile vinara 7 ambavyo ni vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara 7 akaona mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu. Bwana Mungu apewe sifa sana. Aliona Kristo baina ya vinara 7 vya dhahabu vya taa. Tazama, Kristo alisema kanisa hili ambalo nimesema nitajenga kanisa langu juu ya mwamba, na malango ya kuzimu hayataangusha. Haleluya. Na amesema ya kwamba enyi ni nuru ya ulimwengu. Ni kana kwamba mji ambao umejengwa juu ya mlima hauwezi kufichika, hauwezi kuwasha taa hatimaye ukaweka chini ya meza. Itabidi uweke mahala juu ambapo nuru itaweza kuonekana chumbani chote. Bwana Mungu apewe sifa sana. Na ndivyo anaonekana akiwa baina ya vinara 7 vya dhahabu, ambavyo vinara 7 vya dhahabu anasema, anaeleza ni kanisa lake, makanisa yale 7. Bwana Mungu apewe sifa sana. Na anasema
kanisa lake ni nuru ya ulimwengu. Enyi pia akasema enyi ni nuru ya ulimwengu. Alitangulia kusema yeye ni nuru ya ulimwengu Kristo, na pia akasema kanisa lake, wale waumini wake ni nuru ya ulimwengu. Matendo yaonekane masafi, ambayo wanaonekana ya kwamba ni wana wa Mungu. Bwana Mungu apewe sifa sana. Na ameonekana huyu mwana wa Mungu akitembea baina ya vinara 7 vya dhahabu, ambavyo kwa hakika ni kanisa lake ambalo ni nuru yake. Maandiko ya Mungu yanazidi kusema ya kwamba, na katikati ya vinara 7 nikaona mfano mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Basi huyo mwana wa Adamu alionekana baina ya vinara 7 vya dhahabu. Maandiko yanasema ya kwamba alionekana kichwa chake na nywele yake ni nyeupe kama sufu kama theluji. Bwana Mungu apewe sifa sana, because he is the ancient of days. Huyo ni wa zamani kitambo sana, ndiposa akaonekana nywele yake, kichwa chake ni cheupe kama theluji, kama sufu safi. Bwana Mungu apewe sifa sana. Maandiko yanasema na macho yake ni kana kwamba miale ya moto. Ameonekana ana utukufu usio na kifani hapo alipokuwa humo duniani. Maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba alitembea na mitume wake, na Mafarisayo walimuona. Aliongea na Mafarisayo, akaongea na Masadukayo, Mafarisayo na wazee wa Yahudi na makuhani pia. Lakini tunaona ya kwamba alipotukuzwa, basi hata huyu Yohana hangeweza kustahimili utukufu ambao ulikuwa ndani ya Kristo. Bwana Mungu wetu apewe sifa sana. Na ndivyo maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba alionekana akiwa na utukufu mwingi usio na kifani, huyo Kristo, ambapo kwa hakika kichwa chake na nywele zake zilionekana nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake ni kana kwamba mwali wa moto. Na maandiko yanasema alikuwa amefungwa mshipi wa dhahabu. Mshipi unadhihirisha ukweli. Na Kristo alipokuwa mbele ya huyo mfalme Herode, maandiko yanasema hata alipokuwa mbele ya huyu liwali ambaye ni Pilato, Kristo akasema mimi ni nuru ya ulimwengu, nilikuja kudhihirisha ukweli. Haleluya. Amesema amekuja kudhihirisha ukweli sababu yeye ni nuru ya ulimwengu. Na ameonekana amefungwa mshipi wa dhahabu Kristo, na mshipi unadhihirisha ukweli. Ndivyo maandiko yanasema katika waraka kwa Efeso mlango wa 6. Anasema ya kwamba mshipi ni ukweli, na Kristo ndiye ukweli wa Mungu. Ukweli wake ni thamani kuu kama dhahabu, hata zaidi ya dhahabu. Bwana Mungu apewe sifa sana. Maandiko yanasema kwamba ametukomboa kwa damu ambayo si kama dhahabu na fedha ambazo zinaoza, lakini kwa damu ambayo ni ya thamani kubwa hata kuliko dhahabu. Na ameonekana amefungwa mshipi wa dhahabu ambao anadhihirisha yeye ni ukweli wa Mungu. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Bwana Mungu apewe sifa sana. Kristo akasema ambaye amewekwa huru na mwana wa Mungu amekuwa huru, na amekuwa huru kabisa. Haleluya. Amesema mtajua ukweli na ukweli utawaweka huru. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Bwana Mungu apewe sifa sana. Huo ndio ukweli ambao umekuja humu duniani kuweka walimwengu kuwa huru kabisa. Bwana Mungu apewe sifa sana. Na maandiko yanasema ya kwamba alionekana kwa hakika huyu ambaye ni Bwana wa mabwana, macho yake ni kana kwamba miale ya moto. Macho yake ya Bwana ni makali mno. Nasema wimboni ya kwamba macho yake Bwana ni makali mno. Haleluya. Macho ya Bwana ni makali mno. Haleluya. The eyes of the Lord are very sharp. Macho yake ya Bwana ni makali mno. Alionekana macho yake Bwana wa mabwana, mfalme wa falme, ni makali mno, ni kana kwamba miale ya moto. Haleluya. Anaona hata gizani, anaona kote, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, duniani kote, because he is omnipresent, omniscient, omnipotent. Yuko mahali kote. Bwana Mungu wetu apewe sifa sana. Na maandiko yanasema ni ya kwamba kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake ni kana kwamba mwali wa moto. Anakutazama kwa macho yake makali.
anakuita ya kwamba uingie katika nuru yake. Yeyote ambaye hajaingia katika nuru ya Bwana anaitwa, sababu Bwana anakuona hata ukiwa gizani, sababu macho yake ni kana kwamba ni miali ya moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuri. Ya kwamba miguu yake Bwana ilionekana ni kana kwamba imeoshwa katika tanuru la moto. Haleluya. Maandiko yanasema his feet were like those that have been washed in a furnace of fire. Bwana Mungu apewe sifa sana. Miguu yake ilikuwa ni kana kwamba ni safi kabisa, ni kana kwamba imeoshwa katika tanuru la moto, in a furnace of fire. Yakawa yameonekana ni kana kwamba ni chuma ya shaba, like bronze. Bwana Mungu apewe sifa sana. Maandiko yanasema miguu yake ni kana kwamba shaba imesuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuri, na sauti yake ni kana kwamba sauti ya maji mengi. Sauti yake ni kana kwamba ni maji mengi yanayotiririka. Haleluya. Tazama sauti ya Bwana iliyosikika pale mlimani Sinai. Maandiko yanasema ya kwamba sauti yake ilileta mtetemeko wa ardhi, kukawa na moto na moshi na baragumu ambalo linapiga, hata wana wa Israeli wakaogopa, wakasema hatutaki kusikia hii sauti, tusiangamie. Wakamwambia Musa, nenda mlimani ukaongea na Mungu, yale utakayoyasikia utatuletea, utatupasha habari hiyo, tutaamini, tutasadiki, lakini tusiendelee kusikia hii sauti ya Mungu, tusije tukaangamia. Bwana Mungu wetu asifiwe sana daima milele. Sauti yake ni kama mgurumo wa maji mengi yanapotiririka. Haleluya. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kana kwamba jua liking'aa kwa nguvu zake. Uso wake ulionekana uking'aa kana kwamba jua linapong'aa kwa ukali sana. Tunajua kwamba jua linapong'aa kwa ukali, mwanadamu hawezi kutazama moja kwa moja jua hilo, sababu macho yake yataharibika. Macho hayo hayawezi kustahimili kuangalia jua kwa moja. Na basi maandiko yanasema uso wake Bwana ulionekana ni kana kwamba ni jua linapong'aa kwa ukali mkubwa sana. Huwezi kutazama uso wa Bwana, macho yako hayawezi kustahimili. Bwana Mungu apewe sifa sana. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake. Alionekana Bwana huyu ni Ancient of Days, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, upanga mkali ukitoka kinywani mwake. Na upanga huo, maandiko yanasema katika Ufunuo Yohana mlango 19 kuanzia aya hiyo ambayo ni ya 15, maandiko yanasema na kwamba upanga huo ni kuwapiga mataifa na atashinikiza hasira ya ghadhabu yake Mwenyezi Mungu katika shinikizo hilo. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba Ufunuo Yohana mlango wa 19 kuanzia aya 11, kisha nikaziona mbingu zimefunguka, na tazama farasi mweupe, naye anayempanda anaitwa Mwaminifu na Ukweli. Huyu ambaye alionekana amepanda farasi mweupe anaitwa Mwaminifu na wa Ukweli, si mwingine, huyu ndiye ambaye ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, the Ancient of Days, Kristo Bwana. Naye kwa hakika anahukumu na kufanya haki na vita, na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, kama vile tumetazama katika Ufunuo wa Yohana. Hapa yamerejelewa hivyo ya kwamba na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi ama taji nyingi, sababu ana majina mengi. Anaitwa Bwana wa mabwana, anaitwa mfalme wa wafalme, anaitwa Simba wa kabila la Yuda, anaitwa the Ancient of Days, anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, na Bwana mchungaji mwema, tukuzwe sana. Na maandiko yanasema ya kwamba naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe,
naye amevaa vazi lilo oshwa katika damu, na jina lake anaitwa neno la Mungu. Huyo Kristo ndiye anaitwa neno la Mungu, the word of God. Katika injili hiyo ya Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, maandiko yanasema, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Haleluya. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno lilikuwa pamoja na Mungu, na neno hilo ndilo Mungu, wala hakuna kilichoumbika bila neno hilo. Na kama nuru ya ulimwengu, na nuru hiyo yang'aa gizani, wala giza haikushinda nuru. Maandiko yanasema ya kwamba na majeshi yaliyo mbinguni yakamfuata, wamepanda farasi weupe, na kuvikwa kitana nzuri nyeupe safi, na upanga mkali ukitoka kinywani mwake, ili kwa upanga huo awapige mataifa. Maandiko yanasema kwa upanga huo anaporudi kwa mara ya pili, atapiga mataifa ambao wanampinga, ili kwamba awanyoreshe kwa upanga huo ambao unatoka kinywani mwake. Bwana Mungu apewe sifa sana. Maandiko yanasema ya kwamba na upanga mkali kutoka kinywani mwake, ili kwamba kwa upanga huo awapige mataifa. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo wa ghadhabu ya hasira yake Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye atakanyaga mvinyo wa ghadhabu ya hasira yake Mwenyezi Mungu. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Maandiko yanasema yeye ndiye anaitwa Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, the Lord of lords and the King of kings. Bwana Mungu wetu asifiwe sana. Hivyo maandiko yanasema, tunapoendelea kutamatisha, maandiko yanasema na ana upanga mkali mwenye makali kweli kutoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Huyu ndiye Kristo aliyeoneshwa hapa, amedhihirishwa baada ya kupokea jina lililo kuu kuliko majina yote juu mbinguni, duniani na chini ya ardhi, kama ilivyoandikwa nakiliwa katika waraka kwa Filipi mlango wa 2 aya 5. Na maandiko yanasema atapewa jina kuu kuliko majina yote juu mbinguni, duniani na chini ya ardhi, ili kwamba kwa jina lake Kristo kila goti litainama, kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wake Mungu Baba wa mbinguni. Na maandiko yanasema huyu Yohana ambaye alikuwa amewekwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wake Yesu Kristo, anasema, nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu amekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Ametangaza ya kwamba yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Kristo kwa hakika ametangaza, I'm the Alpha and the Omega, wa kwanza na wa mwisho, wala hakuna mwingine, ambaye anasema he's omnipresent, omniscient, omnipotent. Anasema yeye amejaa mahali kote, ana nguvu zote, ana ujuzi wote wa mambo yote ya duniani na mbinguni, yaliyopita, yaliyomo na yatakayokuja. Anasema ya kwamba huyu Yohana aliona utukufu wa mwana wa Mungu Kristo, utukufu usio na kifani, hata hangestahimili huo utukufu mwingi jinsi hiyo, na kaanguka chini kwa nguvu hizo na uwezo na utukufu wa Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Haleluya. Akaanguka ni kana kwamba mtu aliyekufa. Maandiko yanasema ya kwamba Bwana akamwekea mkono wake wa kuume juu yake, akamwambia, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, I'm the Alpha and the Omega. Na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama niko hai hata milele na milele, nami ninavyo vifunguo vya kuzimu na mauti. Anasema Kristo ya kwamba mimi ni wa kwanza na mwisho, I'm the Alpha and the Omega. Nilikuwa nimekufa, I was dead, but I'm alive forevermore. Hallelujah. And I have the keys of death and hate. Nina vifunguo vya kuzimu na mauti. Basi anasema ya kwamba basi uiandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo na yale yatakayokuja na baada ya hayo. Siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni wale malaika 7 wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa yale 7. Bwana Mungu apewe sifa sana. Akaambiwa ya kwamba usiogope, mimi ni Alpha na Omega, I'm the Alpha and the Omega, do not be afraid. Amen. I'm living, I was dead, but I'm alive forevermore. Hallelujah. Andika maneno haya
ambayo umeona sasa yamepita, na yale yaliyomo na yale yatakayokuja. Na kwa hakika kaambia kwamba siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume ni wale malaika 7 ambao wanasimamia yale makanisa 7. Ina maana ya kwamba kila kanisa ambalo limekubalika mbinguni lina malaika ambaye anamchunga kanisa hilo. Haleluya! Sababu kanisa hilo halijaundwa kwa uweza na nguvu za mwanadamu, bali kwa uweza wa Mungu. Kristo akasema, nitajenga kanisa langu juu ya mwamba, na mwamba huo ndiye Kristo, msingi halisi. Na katika mwamba huo hata malango ya kuzimu hayatashinda kanisa hilo. Kanisa la Kristo ulimwenguni kote limejengwa kwa msingi ama mwamba ambao ni Kristo, na malango ya kuzimu hayataangusha. Hata watu wa Illuminati, devil worshippers, wakijaribu kuangusha kanisa la Kristo hawataangusha kamwe, sababu kanisa lake limejengwa juu ya mwamba ambapo malango ya kuzimu hayawezi kuangusha kanisa lake Kristo. Akaambia kwamba siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume ni wale malaika 7 ambao wanasimamia kanisa, hayo makanisa ambayo kwa hakika anasema ni kama kanisa ambalo ni la Efeso. Tunaona kanisa hilo la Efeso lilianzishwa, lilikuwa la kwanza hapo punde tu baada ya Kristo kufa na kufufuka na kupaa mbinguni. Basi awamu hiyo ikawa ni kanisa hilo la Efeso, kanisa ambalo likafuata la Smyrna, la Pergamo, Thyatira katika karne zilizojulikana baadaye. Kukawa na makanisa hayo ya Thyatira, Sardi, la Philadelphia, na pia kanisa la tamati la Laodikia. Ndilo hili kanisa hili ndilo la Laodikia ambalo limeandikwa katika karne hii, ambalo ni kanisa ambalo litashuhudia kurudi kwa Kristo akiwa ni Bwana wa Bwana, mfalme wa falme, kama ilivyonakiliwa katika maandiko yanavyosema katika Mathayo Mtakatifu mlango huo 25 aya 35. Ndivyo maandiko yanasema vile Kristo atakavyorudi na utukufu mwingi usio na kifani. Bwana Mungu ape sifa sana. Anasema hapo katika Injili ya Mathayo Mtakatifu mlango 25 aya 31, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti chake cha utukufu wake. Anasema hapo ajapo mwana wa Adamu, mwana wa Mungu na utukufu wake, akija na malaika na wale watakatifu na utukufu mwingi, ataketi katika kiti chake cha enzi humu duniani. Na ndivyo maandiko yanasema ya kwamba ataweka vikundi viwili. Kikundi cha kwanza ambacho ni kondoo ataweka katika mkono wake wa kuume, wale wenye watakatifu waliooshwa kwa damu ya Kristo. Upande wa kushoto ataweka mbuzi ambao ni wale waovu, washirikina, wauaji, wazinefu, waovu. Basi maandiko yanasema atakuja na utukufu usio na kifani, na anasema ya kwamba zile nyota 7 ni wale malaika 7 wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni yale makanisa 7. Anasema Kristo amelinganisha makanisa yake, kanisa lake na dhahabu, ambao kwa hakika amefilia kanisa lake. Ndivyo akasema amejenga kanisa lake juu ya mwamba ambapo malango ya kuzimu hayawezi kuangusha kanisa lake. Bwana Mungu wetu apewe sifa sana. Sitaki kukuchosha, lakini kwa maneno hayo machache kupatia mwito huu ya kwamba ukaribie tuweze kutamatisha katika maombi, ukisema Yesu niokoe, ukisema Yesu nikomboe, basi yuko hapa Kristo kukomboa. Anasema ya kwamba mahali watu wawili ama watatu wameunganika kwa ajili ya Kristo, basi yumo mahala hapo kuokoa, atakomboa, ataponya, atabariki, atainua kwa jina la Kristo. Mahali hapa hamna amani, atapatiana amani, sababu yeye ndiye mfalme wa amani, Kristo Bwana wa Bwana, the Lord of Lords and the King of Kings, and all glory, praise, majesty and honor belong unto the Lord. Hallelujah. Uko hapo unasikia sauti hii au unapenda kukaribia, tutamatishi kwa neno la maombi. Sema tu, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, naziungama dhambi zangu. Kristo, unisamehe na unioshe kwa damu yako ya msalabani. Kristo Bwana, naungama dhambi zangu, nikumbuke katika ufalme wako Kristo utakaporudi kwa mara ya pili, na mimi nimeokolewa kwa damu na sadaka ya Kristo mkombozi. In Jesus name.
Asante Mungu Baba, kwa jina la Kristo, kwa hayo maneno, kwa hayo maombi ambao wale umerudia hayo maombi ukaweze kuwakubali katika ufalme wako, waandikwe katika kitabu cha uzima. Naomba ya kwamba neema yako ikawatushe, fadhili zako, rehema zako ziwe pamoja nao, wakumbuke katika ufalme wako. Asante Mungu Baba kwa neema yako. Hata yule mgonjwa anasikia sauti hii, na muombe uponyaji, ikiwa ni malaria akaponywe, ikiwa ni asma akaponywe, ugonjwa ukiwa na pomo akaponywe, magonjwa yepi ama yepi akaponywe kwa jina la Kristo. Sababu wewe Mungu unatuma neno lako kuwaponya watu wako, kuwakomboa na kuwabariki. Asante kwa jina la Yesu Kristo tunaamini. Amen. Mungu akubariki sana.